Unakuta anaenda kwenye kijiji, watu wengine hawana huruma, waliovaliwa na shetani. Unakuta anaenda kwenye kijiji hicho, hata maji ya bomba hawana. Wanategemea kunywa maji ya kwenye mitaro, ya kwenye vikorongo. Na vile korongo ndo wanakunywa. Badala ya kuwaonea huruma wale watu, awaletee maji, anauza mchanga wote swa, anatweka. Watu wanaanza kuteseka. Shetani ni mbaya. Lakini kanisani yuko na dini yake, ni mzee wa kanisa. Utamuona yuko kanisani. Halo. Mimi sitaacha kusema ukweli. Na wale wanaoipenda kweli watanikubali. Ila wale walioandikiwa jehanamu hawatanielewa. Lakini wale walioandikiwa uzima wa milele watanielewa leo na kesho mpaka kesho kutwa na hata milele. Watanielewa. Nasema Wagogo watanielewa. Watanzania wananielewa. Wanaompenda Mungu wananielewa. Unakuelewa. Kwa sababu ninazungumza habari za kweli. Ndio. Mwana mpotevu akaenda kule, mambo yakawa magumu. Wakati kwa baba yake watu wanakula vizuri, akaanza kutamani kula chakula cha nguruwe. Mambo magumu. Maganda. Halo. Anatamani kula maganda yale ambao wamemenya juice wakaletea nguruwe. Watu wamekula chakula bakisha, analisha nguruwe, anatamani. Usipokurudi kwa baba yako utajilisha chakula cha nguruwe. Unajua utakula chakula cha nguruwe ni kipi? Mtu anapenda kirapuni. Unajua mimi nachekaga sana. Mimi naishi nyuma ya milima hiyo hapo. Amen. Nyuma ya milima hiyo hapo ndo naishi mimi. Familia yangu iko huko mjini. Ila mimi naishi huko kwa sababu ndo ninapita uchumi vyangu. Sasa kule kuna korongo. Kuna watu wanaenda pale wanaoga yale maji. Alafu yule mpika pombe. Anapotaka kuibisha ile pombe, anadamuka asubuhi. Watu jioni wanakule kuoga, sasa hivi jioni wanaoga watu wa Kalari. Watu wameshinda kwenye tua. Na unajua vile nimzungumze neno gumu sana. Kijijini wakijisaidia hawatawaza. Kuna kama maji kwenye vyombo vya kijijini. Bwana Yesu asifiwe. Maana hii unajua mimi nakuaga nasema ukweli. Kwa leo sehemu yao ikifika jioni wanaenda kuoga. Maana kila kitu wanaacha kwenye yale maji. Huku Michezo mjini hauwezi kukuta choo ambacho hakina maji. Huku vyote vina maji. Haleluya. Lakini sasa cha ajabu, mpiga pombe anadamuka asubuhi na mapema, anachota yale maji mpaka yanaisha, anajaza pipa, anabandika pombe hiyo. Alafu inachemka. Ikishachemka hapo, imeiva hapo. Watu saa 12 asubuhi wamemkataa Yesu, wanakula vyakula walivyotakiwa. Wale nguruwe wamefika pale, wanaanza kuvukia matabu. Hawana wasiwasi, wanapiga story. Ndugu yangu, nikwambia sio maisha. Umepotea. Mimi nimekuletea kutoa huko. Badala ya kunywa hayo mambo ambayo kwa kweli mimi siwezi kuyagusa. Hivi nikuulize swali, umekuja nyumbani kwangu nikaenda kuoga maji nikayabakisha, nikakuletea, unataka maji ya kunywa, sema maji hamna, kuna haya tu nilikuwa naoga, chukua unywe, utakunywa? Mbona kilabu unakunywa? Mbona watu kilabu? Sasa wenzako kwenye kilabu wanakunywa. Alafu wanakuambia uliokoka una akili. Hata hapa ninapohubiri kwa mwingine akitazama tu anaona kama vile nimechelewa. Wakati mwenzake anatengeneza juisi ya mapera special na maji ya kuchemsha na kunywa. Wakati mwenzake anakunywa vitu vizuri vitamu. Wakati mwenzake anakula nyama, lakini analiona limepotea. Anajiona yuko sawa. Jioni leo nataka nikwambie, rudi kwa baba yako. Jioni leo jisalimishe kwa Yesu. Jioni leo jisalimishe kwa Yesu. Amen. Jisalimishe kwa Yesu. Jisalimishe kwa Yesu. Yesu anasema njoni wote mlio na fedha na msio na fedha. Ufalme wa Mungu haununuliwi kwa fedha. Yule jamaa alikuwa na akili, akiwa kwenye nchi ya mateso, akiwa kwenye nchi ya shida, akasema, hivi kwa nini napata mateso haya? Na kati nyumbani kwa baba kuna watu wanakula na kunywa na kusaza. Kwa nini niteseke? Hakusema ngoja nitafute hela niende nikamuone baba. Alisema narudi. Amen. Alisema narudi. Akaondoka akaanza kwenda kwa baba. Akasema narudi.
nini unachosema mimi narudi? Ninarudi tu. Wakikuteka waambie mimi narudi. Ninarudi kwa baba. Waambie naenda kwa baba. Naenda kwa baba. Sio kwa baba, mimi narudi kwa baba. Narudi kwa baba. Siwezi kufia huko. Waambie waelewe. Waambie shetani sitafia kwako. Sitafia kwako. Waambie wachawi sitafia kwako. Sitafia kwako. Waambie mapepo sitafia kwako. Sitafia kwako. Waambie magonjwa sitafia kwako. Waambie ninaye baba yangu. Waambie narudi kwa baba. Narudi kwa baba. Narudi kwa baba. Wewe una baba yako. Ndio. Huna haja ya kuteseka. Huna haja ya kuteseka. Huna haja ya kwenda kuteseka. Huna haja ya kuteseka. Kujilisha matabu. Huna haja ya kuvalishwa hilisi. Hilisi ni matabu. Mtu anaenda kwa mganga kienyeji. Mtu ambaye hunyagi maji machafu anaenda anakuambia eti piga magoti kwa makaburini. Unapiga na magoti hii. Ukishapiga magoti anachukua mikojo. Anakuambia sasa ninapokumwagia wewe, nenda kujilambalamba. Ninapojilambalamba, unapoona utamu huo ndio ujue kwamba sasa hiyo ndio maisha yako na baba tu. Kuna watu wanapitia maisha magumu. Kweli kabisa. Mimi nakwambia nimekuletea habari za Yesu. Jisalimishe. Yaani kuna watu wanateseka kwa waganga. Anakumwagia mikojo hivi. Nikibu nasika ipate inawezekana mikojo watu 5 kairundika siku 2. Inanuka. Anakwambia jikaze. Anapima uvumilivu. Anapima uvumilivu. Unamwagia na watu walio watii kwa waganga kienyeji. Mikojo tawile baba. Alafu wanatunza siri. Watu hawataki kuwasema waganga ila usikia. Naye mchungaji huyu kwanza masikini ana nini huyu? Mimi sio masikini, mimi tajiri. Wewe masikini unaangaika kwa mganga kienyeji. Kabisa. Unakuta ni mama umeenda kwa mganga kienyeji, sio mumeo, sio nani yako, anakuambia kwa nguo, waka. Naye anavua. Na mtu anaanza kutoa. Sasa mganga jamani, atoa, tumetaka tukusaidie. Mtu anatoa nguo kwa mganga zote. Anambia lawa nikuchanje. Anachanja tena sehemu za siri. Aibu jamani. Maisha bila Yesu utateseka. Ni aibu kubwa. Chefu. Yesu asifiwe. Amen. Wanasema chefu na sio wananyewa. Waswahili nasikia wanasema chefu. Sio walipataka wapi? Hiyo chefu ni Dodoma. Amen. Watu wa Dodoma wanasema chefu. Aibu. Hana aibu. Uwe na haya. Lakini anakwenda kwa mganga. Anachanjwa chale. Hayo ni mateso. Ukirudi kwa Yesu, hayo hutayaona tena. Ndio. Ukirudi kwa Yesu, mikosi unayozungumza haitakuja tena kwa maisha yako. Haitakuwepo. Nina miaka zaidi kama 20 hivi. Sijawahi kwenda kwa mganga. Siwezi kuvaa hizi. Siwezi kuchanja chore. Naishi na Yesu na hakuna mchawi wa kuniroga. Sio mara yangu ya kwanza kuhubiri injili hapa Micheze. Na najua Micheze kuna wachawi. Sio kidogo. Wako wengi tu. Kuna mchungaji tulimleta akafunga nyumba yake, akasafiri akatoka kama wiki, kaondoka na ufunguo. Siku anarudi tunakuja tunafungua mle ndani. Tukakuta wameweka dawa mpaka kwenye majaba ya maji. Na walipita wapi? Sijui. Sasa tumeingia bahati nzuri, tumemshukuru Mungu. Kabla ya mambo yote kaingia ndani. Hata kufika ndani anakuta dawa. Hii dawa nilifunga mlango, mchungaji njoo. Hii dawa imeingilia wapi? Hebu ilete. Na ile dawa ina mchanganyiko wa makemike inanuka. Yaani inanuka yani si afuka. Ukishika kaoge kweli maana utabaki na harufu utafikiri umepiga perfume. Nikamwambia sasa mchungaji wameingiaje hapa? Hebu twende tuangalie. Kwenda kuangalia kwenye majaba yote wameweka dawa yote. Si walipita wapi? Micheze kuna wachawi. Tukaja kaniambia askofu tunafanyaje? Nikasema acha ujinga, hao walikuwa wanakuja wakupiga. Sasa na wewe waonyeshe una Mungu. Waonyeshe una Mungu kwamba chukua maji ya mwage kwa sababu ni uchafu. Amen. Sio kama naogopa kwamba ile dawa inayo tanzuru. Ila ni uchafu. Ya mwage. Alafu leta hizo dawa. Kwa sababu nilipe mimi askofu wako. Sisi dawa nasiogopa nikazishika hivi. Nikaenda nikasema nazimwaga hapa sikiliza. Nazimwaga. Nikachukua ile itambara kwa amefungia nikalitupa. Nikasema kama mimi ni Yesu baada sitafanya kitu. Usiogope, hakuna kitu kitakupata kwenye maisha yako. Na
mwaka na bado mtume kaenda kuishi. Tukaja kupata imani na yeye kwa akasema kweli kumbe hakuna uchawi kwa watu waliokoka. Ninapoeleza habari kweli ya leo, tunapohitimisha mkutano ya kwamba ukimpa Yesu maisha yako, utatembea na mafuta ya upako, utakaa na mafuta ya upako kwenye nyumba yako, utatembea na Yesu kokote unakoenda, utaishi na Yesu kwenye nyumba yako, utakaa na Yesu. Wacha wabebe mizigo. Yesu anasema njoni kwangu nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Mafuta ni mzigo, chumvi ni mzigo, michanga ni mzigo, jiwe la upako ni mzigo, keki ya upako ni mzigo, tikiti ya upako ni mzigo. Hayo yote ni mzigo. Hata chupi yenye picha ya nabii ni mzigo. Wewe unapata shida sana. Yaani mtu kama kaenda kununua hizo chupi za upako zenye picha ya nabii, hizi zimeombewa. Watu mnafika mbali. Mnafika mbali je? Wewe nawaambia rudini huko. Yesu anawaita. Kwa nini unabebeshwa mizigo? Na umeenda kwa nabii amekupa jiwe. Nabii mwingine amekupa jiwe. Mwingine amekupa fimbo ya upako. Mwingine kitambaa, mwingine shuka, mwingine tikiti, mwingine mafuta. Ndani umejaza maji ya kila aina. Pumu. Choji salimisho kwa Yesu. Na malizia kuna mmoja akija tumuombe pale nyumbani. Kaja ana mapepo yanamsumbua. Kwa hiyo kaja anakuja tumuombe, akaenda kubeba na mafuta upako. Mchungaji amekuja, tumebandika mkono amelipuka. Baada ya kulipuka tumekemea ile mapepo. Anasema mchungaji nina mafuta haya pia ya upako na yatumia na nisaidia. Tunaangalia kwenye mkono wake baada na hirizi ya ngozi kabisa kubwa. Mafuta upako nayo, maji ya upako nayo. Kwa hiyo nilikuwa natembea na kunywa ili ananisaidia haya. Yeye ananisaidia kisha naenda kununua. Anatembea na mizigo. Sikieni kwambia jioni ya leo, jisalimisha kwa Yesu. Ukijisalimisha kwa Yesu, Yesu atakutua mzigo. Utatembea na Yesu peke yake. Unaotoka na ibada kwambia moyoni nimempata Yesu moyoni mwangu. Simama kwa miguu yako sasa.